that we need to set our hearts and our minds heavenly. ya kwamba tunapaswa kuweka mawazo na mioyo yetu katika mbingu. So what is the heavenly focus? Basi mtazamo wa mbinguni ni nini? What is heavenly focus? Je, mtazamo wa mbinguni ni nini? Heavenly focus Mtazamo wa mbinguni is the discipline of fixing your heart, ni ile nidhamu ya kuweka moyo wako, your mind, mawazo yako and your life na maisha yako on eternal realities katika ukweli wa milele, rather than the temporary earthly things. kuliko kuyaweka katika vitu vya dunia ambavyo si vya kudumu. Again, Tena looking at the meaning of heavenly focus tukiangalia mtazamo wa kuwa na mtazamo ule wa kimbinguni, is that heavenly focus ni kwamba ile malengo ya mbinguni is the discipline of fixing your heart, ni ile kuwa na nidhamu ya kuweka moyo wako, fixing your mind, ukiweka mawazo yako and your life na maisha yako on eternal realities katika ukweli wa milele, rather than the temporary earthly things. kuliko kuyaweka katika mambo ya dunia ambayo sio ya kudumu. Meaning, Kumaanisha it is living with eternity in view. ni kuishi katika ile mtazamo wa umilele. That does not mean Hiyo haimaanishi that you ignore life on the earth. ya kwamba wewe upuuze maisha ya hapa duniani. I am not saying begin now ignoring life on the earth. Sisemi ya kwamba sasa uanze kupuuza maisha ya hapa It is duniani. not ignoring life here on the Sio earth. kupuuza maisha ya hapa duniani, lakini It is prioritizing God ni kumweka Mungu kuwa wa kipaumbele above everything else. juu zaidi ya kila kitu. Prioritizing God Kumweka Mungu kuwa wa above kipaumbele everything else. juu zaidi ya kila kitu. Meaning, Kumaanisha it is seeing life ni kuona maisha from God's perspective. kutokana na mtazamo wa Mungu. Now you need to begin to see life from God's perspective. Sasa unapaswa kuangalia maisha katika mtazamo wa Mungu. Matthew chapter 6 verse 33. Mathayo 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Mathayo 6:33. The Bible says, Biblia inasema 6:33. 6:33. Stop the confusion. 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote atawapa pia. So very powerful. Kwa hivyo ni ya nguvu sana. Setting our priorities right. Tukiweka mahali panapostahili vipaumbele vyetu. Setting our values right. Tukiweka yale maadili yetu And panapostahili. he says, Na anasema, seek ye first the kingdom. anasema kwanza kautafute ufalme wa Mungu Then kwanza. anything else will be in addition. Kisha mambo mengine yote mtaongezewa. Now the second thing I want to look at Jambo la pili nataka is niangalie. why heavenly focus matters. Kwa nini ile mtazamo wa mbinguni In unajalisha? other words, Kwa maneno why mengine, is it important to have heavenly focus? kwa nini ni ya muhimu wewe kuwa na malengo ya mbinguni? Why heavenly focus matters? Kwa nini lengo lako la mbinguni inajalisha? The earth Dunia is temporary, dunia sio ya kudumu, and everything we see on this earth na kila kitu tunachoona hapa duniani will pass away. itapita. That's very amazing. Hiyo inashangaza. The reason why Sababu kwa nini heavenly focus is important, mtazamo wa mbinguni ni ya the muhimu. first reason Sababu ya kwanza is that the earth ni ya kwamba dunia and everything we see in this earth na vyote tunavyoviona hapa will duniani pass away. itapita. First John chapter 2 verse 17. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:17. First John chapter 2 verse 17. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Dunia na vyote vilivyomo vitapita, lakini mtu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu ataishi milele. Meaning, kumaanisha wealth, mali, status, hadhi and possessions na mali are not eternal. sio za milele. They are good,
ni nzuri, they are helping us, but zinatusaidia, they are not eternal. lakini zote si za umilele. Number B, Nambari ya ba, heaven is eternal. mbinguni ni ya milele. Heaven is eternal. Mbingu ni ya milele. Our true home is not here. Nyumbani kwetu, nyumbani sio hapa duniani. Our true home is not here. Nyumbani kwetu ya kweli sio hapa Our duniani. home is in heaven. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Philippians chapter 3 verse 20. Kitabu cha Wafilipi 3:20. Philippians 3:20 Wafilipi 3:20 says, inasema, our citizenship is in heaven. lakini uwenyeji wetu uko mbinguni. So now, Kwa hivyo sasa, heaven is eternal, mbingu ni ya and milele, heaven, na mbingu our citizenship is in heaven. ya kwamba uraia wetu uko That mbinguni. is why Hiyo ndio sababu the heavenly focus is important. ile lengo la mbinguni ni ya muhimu. And so, Na kwa number C, hivyo nambari ya cha, what you focus on kile ambacho wewe unalenga shapes your focus ndio inaunda ile mtazamo wako, and determines your direction. na inaamua mwelekeo wako. What you focus on Kile ambacho wewe unatazamia shapes your focus ndio inaunda ile lengo lako, and determines your na direction. ndio inaamua mwelekeo wako. Proverbs chapter 4 verse 23. Methali 4:23. Proverbs chapter 4 verse 23. Methali 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Zaidi ya yote linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, That's maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. That's why the Bible says, set your heart on heavenly Ndio things. sababu Biblia inasema ya kwamba kaweke moyo wako kwa vitu vya mbinguni. That will be a way of guarding. Hiyo itakuwa njia ya And kulinda, that will be very, very important. na hiyo itakuwa ya muhimu sana. Very, very important. Itakuwa ya muhimu. And so the third thing I want to look at, so that we begin to watch. Jambo la tatu ambayo nataka tuangalie kabla tuanze kutazama. The third thing is looking at the enemies Jambo la tatu ni kuangalia maadui of heavenly focus, ya ile mtazamo wa mbinguni, so that you are conscious, ili kwamba uwe na akili so timamu, that you know what to fight against. ili kwamba ujue ni nini unapigana dhidi yake. Number A, Nambari ya A, worldliness. ile udunia. Worldliness, Udunia, the love for the world, kupenda ulimwengu, the love for the worldly pleasures kupenda anasa za dunia, can pull your heart away from God. inaweza vuta moyo wako uende mbali na Mungu. The book of 2 Timothy Kitabu cha waraka wa pili kwa chapter Timotheo 4 verse 10. sura ya 4 mstari wa So we need 10. to be careful Kwa hivyo tunapaswa kuwa uangalifu with the worldliness, na ile udunia, the pleasures of this world. anasa za dunia hii. They are the enemies of heavenly focus. Hao ndio maadui wa malengo ya mbinguni. Enemies of heavenly focus. Maadui wa malengo ya mbinguni. So we need to be very, very careful. Kwa hivyo tunapaswa kuwa uangalifu He sana. says, Anasema, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. kwa sababu Dema kwa kuupenda ulimwengu ameniacha na amekwenda Thesalonike, Kreske amekwenda Galatia, na Tito amekwenda Dalmatia. So that is the love that Demas had for this present world. Kwa hivyo huo ndio upendo ambao Demasi alikuwa nao kwa ulimwengu huu. B, distractions Ile uharibifu and business. na ile biashara, shughuli. Si biashara, shughuli. Shughuli. Distractions and busyness. Uharibifu na shughuli. Being busy. Kuwa na shughuli nyingi. And I want to say that even good things Nataka kusema hata mambo mazuri can become distractions. inaweza kuwa uharibifu. We need to be very, very careful. Tunapaswa kuwa uangalifu sana. Look at the book of Luke chapter 10. Angalia kitabu cha Luka 10 verse 41-42. mstari wa 41-42. And see how Martha was distracted. Na uone vile Martha alitatizika. He says, Anasema, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. lakini Bwana akamjibu,
Martha, Martha, mbona unasumbuka na kuhangaika na mengi? But only one thing is needed. Lakini kunahitajika kitu kimoja. Mary has chosen what is better, Maria amechagua kile kilicho bora, and it will not be taken away from her. wala hakuna mtu atakayemuondolea. So that's a very powerful example. Kwa hivyo hiyo ni mfano wa That nguvu we need to be sana, very careful. ya kwamba unapaswa kuwa mwangalifu According to sana. Martha, the visitors have come. Kulingana na Martha, wageni And wamekuja, we need to prepare to entertain our na visitors. tunapaswa kujiandaa kuwakaribisha But wageni. Mary was seated at the feet of Jesus, Lakini Mary alikuwa ameketi miguuni kwa Yesu, listening to the oracles of God. akisikiliza mausia ya And Bwana. now Martha began to complain. Na sasa Martha akaanza And look at the kulalamika. answer of Jesus. Angalia jibu la She was Yesu. being distracted, and she was already missing something that was important. Alikuwa anasumbuka na kuhangaika, kisha baadaye akakosa mambo ambayo yalikuwa ya So we muhimu. need we need to learn to prioritize. Kwa hivyo tunapaswa kujifunza kuyaweka kipaumbele. See, Cha another distraction ile masumbufu mengine is sin. ni dhambi, Distraction ni masumbufu. uharibifu, Hata si uharibifu. Anything that distracts you. inakuhangaisha. Leo akiji unakula tena ile. Sin Dhambi can cloud your spiritual vision. inaweza funika na kuzuia ile maono yako ya mbinguni. The problem with sin, Shida na dhambi, it separates you from God. inakutenga mbali na Mungu. Hebrews 12 verse 1. Waibrania 12 mstari wa kwanza. Hebrews 12 verse 1. Waibrania 12 mstari wa Therefore, kwanza. since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi, nasi tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Very powerful. Ya nguvu He sana. says, put it aside now, Anasema iweke kando so sasa, that there is no distraction. ili kwamba kusiwe na ile vizuizi. Very powerful. Ya nguvu The fourth sana. thing I want to mention, Jambo la 4 nataka I kutaja. want to look at the characteristics of a heavenly minded believer. Nataka kuangazia tabia ya yule muumini ambaye ana malengo ya The mbinguni. characters. Tabia zake. How will you know Je, that you are utajuaje now heavenly ya focused? kwamba wewe una malengo ya kwenda mbinguni? He lives with eternal purpose, Anaishi na kusudi la milele, and everything he does na kila kitu anachofanya is for God's ni glory. kwa ajili ya utukufu wa Mungu. He lives with eternal purpose, Anaishi kwa kusudi la and milele, whatever he does na chochote is anachofanya for God's glory. ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Colossians 3:23. Kitabu cha Wakolosai 3:23. Colossians 3:23. Wakolosai Whatever you 3:23. do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama watu wanaomtumikia Bwana na si wanadamu. So this person Kwa hivyo mtu huyu, is not distracted by men. yeye hasumbuliwi na wanadamu. If this person is coming to wash the altar Na huyu mtu anakuja kusafisha and madhabahu finds that she's alone, na anakuta ya kwamba ako she peke does not yake, complain. yeye halalamiki, She does it for the glory of the Lord. bali anaifanya kwa sababu ya utukufu wa So Mungu. this is the hour we have entered into, Kwa hivyo hii ndio wasaa ambayo tumeingia, where you do things for the Lord. mahali ambapo unapofanya vitu Not unafanya for men. kwa ajili ya utukufu wa Bwana You na do it wala for si the kwa glory wanadamu. of God. Unafanya kwa ajili ya utukufu wa B. Mungu. He values spiritual things over material things. Anathamini mambo ya kiroho kuhusu vitu vya He dunia. values spiritual things Anathamini vitu za over kiroho material things. zaidi kuliko vitu vya dunia. Treasures are stored in heaven. Ile Hasina. hazina yake imewekwa mbinguni. Treasures are stored in heaven. Hazina yake imewekwa mbinguni. Matthew chapter 6, 19, 20. Mathayo 6:19-20. That's a scripture that talks about our treasures. Hiyo ni andiko ambayo yazungumzia kuhusu hazina Do not yetu. store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Msijiwekee hazina duniani, mahali ambapo nondo na kutu huharibu na wevi huvunja na kuiba.
But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Lakini jiwekeeni hazina mbinguni, mahali ambapo nondo na kutu haviharibu, wala wevi hawavunji na kuiba. Very powerful. Ya nguvu sana. See, Cha, he walks in holiness. yeye anaenenda kwa utakatifu. Holiness will help that person to have heavenly focus. Utakatifu itamsaidia huyo mtu kuwa na malengo ya mbinguni. And walking in holiness Na kuenenda kwa utakatifu will produce a holy life. itazalisha ile maisha ya utakatifu. Hebrews 12:14. Waibrania 12:14. For without holiness, Bila utakatifu nobody will see the Lord. hakuna mtu atamuona Bwana. D. Ba, He desires God's presence, anatamani uwepo wa Mungu, meaning he kumaanisha has hunger for God. ana njaa kwa ajili ya Mungu. The hunger for God becomes central. Ile njaa kwa sababu ya Mungu inakuwa ndio swala nyeti. Psalms 27 verse 4. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Psalms 27 verse 4. Zaburi ya 27 mstari wa One thing 4. I ask of the Lord is this. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Jambo moja ninamuomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Very powerful. Ya nguvu That sana. is the hunger for God becoming central in the life of a person. Hiyo ndiyo njaa ya Mungu kuwa sehemu ya kati sana katika maisha ya mtu huyo. The fifth thing I want to mention Jambo la tano nataka nitaje is how to develop this heavenly ni focus. jinsi ya wewe kukuza hii malengo ya mbinguni. How do you develop it? Jinsi ya kuikuza na How do you kuijenga. make sure you have it? Utawezaje kuhakikisha kwamba uko nayo? Through the word of God. Kupitia neno la Mungu. The word of God lifts your mind to eternal things. Neno la Mungu linaongoza mawazo yako kwenye vitu vya milele. Romans 12 verse 2. Warumi 12 mstari wa Be pili. transformed by the renewing of your mind. Ugeuzwe kwa kufanya upya nia yenu. And it's the word of God that can transform your Na ni mind. neno la Mungu tu ndio linaweza geuza nia The yenu. second thing, Jambo la pili, B, ba, is through prayer and fellowship with God. ni kupitia maombi na ushirika na Mungu. Kwa Because sababu prayer aligns your heart with heaven. maombi inafunganisha moyo wako na So mbinguni. you need prayer and fellowship Hivyo unahitaji maombi na to ushirika, make sure you have fellowship with God, kuhakikisha kwamba una ushirika na so that Mungu, your heart is aligned to heaven. ili kwamba moyo wako uunganishwe na mbinguni. C Cha, is through worship. ni kupitia ibada. Worship shifts your attention from the earth to God. Ibada inahamisha ile umakinifu wako kutoka hapa duniani mpaka kwa So Mungu. this is the hour to begin loving worship Kwa more hi- than anything else. Kwa hivyo hii ndio wasaa wa kwanza kupenda ibada zaidi kuliko kitu kingine. D Da, is through detachment from ni worldliness, kupitia wewe kujitenga na vitu vya dunia, meaning kumaanisha that you must consciously let go things that pull you down, lazima umakinikie zile vitu ambazo zinakuvuta nyuma, so that you detach yourself from ili worldliness. kwamba ukajitenge na ulimwengu. The final one is I want to look at the examples Ya mwisho nataka kuangazia of mifano people who had heavenly focus. ya watu ambao walikuwa na malengo ya mbinguni. The first one is Abraham. Mtu wa kwanza ni And we Abrahamu. are reading Hebrews 11 verse 10. Tunasoma Waibrania 11 mstari wa He 10. looked for a city Yeye alitafuta mji whose builder is God. ambaye mjenzi wake ni Mungu. So you can tell that the focus of Abraham Kwa hivyo unaweza tambua ya kwamba malengo ya was Abrahamu heavenly focus. ilikuwa ni mbinguni. Even the act of just deciding to leave his people, Hata tendo tu la Abrahamu kuamua kuachana na watu it wake was a serious thing. ilikuwa ni jambo la The second kumaanisha. person Mtu wa pili Is Moses. ni Mose. Moses chose suffering Mose alichagua kuteseka over the temporary pleasures in the house of Pharaoh. kuliko zile anasa zilizokuwa katika nyumba ya Farao. In Hebrews chapter 11 Katika Waibrania 11 verse 25-26, mstari wa 25 you 26 see Moses running away, unamuona Musa akitoroka and he went to the wilderness. na akaenda kule jangwani. So he chose
suffering Kwa hivyo alichagua mateso than living in the house of the king Pharaoh. kuliko kuishi katika nyumba ya mfalme The Farao. third example Mfano wa tatu is our Lord Jesus. ni Bwana wetu Yesu. He focused on eternal purpose Alilenga kusudi la milele even through suffering. hata kupitia mateso. Hebrews 12 verse 2. Waibrania 12 mstari wa The Bible pili. says, for the joy set before him, Kwa sababu ya ile furaha iliyowekwa mbele yake, he chose to come alichagua and aje save us. na kuokoe. So very, very powerful. Kwa hivyo ya nguvu sana. So what are the rewards for those who are heavenly focused? Basi thawabu ni gani kwa wale ambao wana malengo ya mbinguni? When you become heavenly focused, Wakati umelenga mbinguni, what do you benefit? je, unanufaika na nini? Number one, Nambari ya you kwanza, have the peace of mind even in the middle of chaos. unapata ile amani ya mawazo hata katikati ya mchafuko. The peace of mind Ile amani ya mawazo even in the middle of chaos. hata katikati ya mchafuko. You have also clarity when you're making decisions. Pia unaelewa wakati unafanya uamuzi You wako. have clarity. Unaelewa. Clarity. Iko wazi. And then you also have spiritual authority Pia una mamlaka ya kiroho and power. na nguvu. It's very powerful. Kwa hivyo ni ya nguvu sana. Very, very powerful. Ya nguvu I sana. want to say that heavenly focus is not automatic. Nataka niseme ya kwamba malengo ya mbinguni sio jambo la moja kwa moja. It is intentional. Ni la kusudi. That's why we will have a repentance after watching. Ndio kwa sababu baada ya kutazama tutakuwa na toba. And so that now after repenting, Ili kwamba sasa baada ya we kutubu make intentional choices. tutafanya maamuzi ya kusudi. That we choose daily to lift our eyes from the temporary to the eternal. Ya kwamba tutachagua kuishi kila siku kuinua macho yetu kutoka kwa hapa duniani na kulenga yale ya milele. So the question that we need to ask ourselves, Kwa hivyo swali ambayo tunapaswa kujiuliza, what is it ni nini hiyo that is currently occupying your focus? ambaye sasa hivi imechukua malengo yako? Is it heavenly driven Je, inaongozwa na or mbingu earthly driven? ama inaongozwa na vitu za dunia? So be careful. Kwa hivyo kuwa mwangalifu. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kitabu cha Wakorintho wa pili 4:18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Wakorintho wa pili 4:18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana, bali yale yasiyoweza kuonekana. Kwa maana yale yanayoweza kuonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasiyoweza kuonekana ni ya milele. So I want you to know Kwa hivyo nataka mjue that a person who is focused on heavenly, ya kwamba yule mtu ambaye amelenga mbinguni, a person who is focused on heaven, yule mtu ambaye amelenga mbingu, will never be distracted by the earth. hatawahi kabisa kuzuiliwa na dunia. And so, Na kwa hivyo as we look at this visitation of the Lord, tunapoangalia mtembeleo huu wa Bwana, it is very important ni ya muhimu sana that at the end of it, ya kwamba mwisho wake we be helped to focus heavenly. tusaidiwe ili tuweze kuwa na malengo ya mbinguni. Because Kwa sababu even for our wicked eyes, hata kwa macho yetu ambayo ni maovu, very wicked eyes, macho ambayo ni maovu to sana, be able to see the cloud of God, kuweza kuona ule wingu wa the Mungu, visitation of God, mtembeleo wa Mungu, is purely grace and mercy. kimsingi ni neema na We don't rehema. deserve it, but the Hatuistahili, Lord has allowed us to see it, lakini Bwana ameturuhusu so that tuione, He may arrest our hearts ili kwamba akateke nyara mioyo and yetu cause our hearts na asababishe mioyo now to yetu, focus heavenly, ili kwamba sasa tulenge so that we mbinguni, don't have these earthly distractions ili and all that. kwamba tusisumbuliwe na mambo haya ya So I dunia. want to invite the video team. Kikundi cha video